Kwa furaha yenu, makaribisho makubwa. Nimefurahia kuona mmeanza kuendesha mikutano hii kwa lugha ninayopenda, lugha ya Kiswahili. Ni lugha rahisi kwa watu wengi. Isipokuwa sijui tutasaidiaje wenzangu wawili ambao nimekuja nao, viongozi wenu, katibu mkuu wa division yetu ya Afrika ya Mashariki na Kati, Daktari Moses Makaa, ambaye yeye sidhani alijifunza Kiswahili. Naelewa tu kidogo. Alafu mchungaji treasury wetu wa division, Pastor Johannes Olana, yeye kabisa ndiye ana habari katika mambo ya Kiswahili. Tunahitaji maombi. Tuone kama kabla hatujatoka kwenye viwanja hivi vitakatifu vya Goma atakuwa angalau akasema amina kwa Kiswahili. Pastor Makaa ni mwenyeji wa nchi ya Uganda, na nisikia siku moja watu wakielezea maneno ya vile Kiswahili ilianzia. Wakasema ilizaliwa kule Tanzania, ikakuja ikakulia Kenya, ilipofika Kongo ikagonjwa na ikakufia kule Uganda. Sasa hiyo historia sijui kama ni ya kweli au ni ya ujanja. Mimi wakati ninaelezea watu ninawaambia hakuna Kiswahili kibaya, isipokuwa ni tofauti. Kiswahili ya Tanzania ni tofauti, Kiswahili ya Kenya ni tofauti na kile cha Tanzania. Alafu Kiswahili cha Kongo nacho hakina shinda tu, isipokuwa ni tofauti. Hayo maneno yanatupa moyo sisi wote. Hata mimi nikienda Tanzania ninaogopa sana kusema Kiswahili, kwa sababu isipokuwa ni vile wananipa moyo, nisingejaribu kuhubiri kwa Kiswahili kule Tanzania. Wale kweli ni madaktari wa lugha hiyo, na wanabuni maneno ya Kiswahili kila siku, na hakuna neno hata moja, liwe ni la Kifaransa, liwe ni la Kiingereza, ambalo halina tafsiri kule Tanzania. Kwa hivyo na sisi tusione aibu kusema Kiswahili chetu. Nilipofika kwenye nchi ya Kongo zamani, nikasikia wakisema 12. Nilicheka sana mimi. Nilikuwa jasikia hilo, lakini mwishowe nikazoea. Nilipoendelea kuja nikasikia na nikakubali, kumbe kuna maneno unaweza ukatumia mawili yana maana moja. Kwa sababu Kiswahili ya Kenya na Tanzania sisi tunasema 20. Sasa 20 sidhani kama inaeleweka vizuri hapa Kongo, lakini pia maana yake ni moja tu. So sijui tufanye nini, tujui mtu akae na wao au anawasaidia. Brother Johannes, someone will help you out instead of translation. To take a long time. And Brother Makaa, if you pray, the Holy Spirit can work on you right now. Because you are not too bad. You can pick almost everything. I will say in Swahili. Nianze kwa kushukuru viongozi wetu wa NECUM
kwa kupanga mipango mikubwa ya makaribisho na mipango mikubwa ya sisi wote watu wa Mungu kwenye union yetu maalum ya NECUM, tuweze kukutana na washiriki wetu ambao nimesikia ni kama wametoka kwenye maeneo yote ya union hii. Mpango huo ni mkubwa na nimeona watu kutoka kila pembe ya union wamejaribu kushinda safari na umbali wake na wamefika kwenye makao haya makuu ya union yetu ya North East Congo Union. Nimewahi kufika mpaka Bunia mimi mwenyewe, mnaniona hapa, na ninajua hiyo safari ni ya mbali sana. Nimefika mpaka Butembo na nikaona pia kule ni mbali kweli. Nimefika Mbeni, Bando, Kisangani. Nitaomba watu wangu wanaotokea maeneo ya Kisangani waje nao kuniomba niende huko nikaone maeneo ya Kisangani. Nina habari ya kwamba ni maeneo mazuri kweli na kuna watu wa Mungu wa maana sana kule. Wale ambao umetokea katika maeneo haya ya Goma na wengine umetoka mpaka Bukavu, nimewahi kufika Bukavu pia nyuma huko, na nikapenda sana Bukavu na kazi ya Mungu inayoendelea kule tangu siku nyingi. Hapa kwenye mji wa Goma, nisemeni ya kwamba nimefurahia sana kufika kwenye mji huu wa Goma baada ya miaka kadhaa. Nimependezwa sana kuona mji wenu umebadilika kabisa. Kuna mambo mengi ambayo hayakuwepo wakati nilifika hapa miaka ya huko nyuma. Mabarabara mazuri zaidi, mijengo ya juu, umekuwa mji wa kisasa kabisa huu mji wenu wa Goma. Na mimi nasema Mungu wetu atukuzwe kwa maendeleo makubwa mazuri ambayo mumefanya pamoja katika jiji hili lenu.